God in 1 Timothy chapter 5 and verses 21. Judge everybody, great and small, without favoritism and or partiality. This do I declare in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sasa tutawakabidhi mikononi mwa Bwana kwa maombi na kutaka Bwana aweze kuongea juu yako, ili ukimbie na hilo neno kama vile imeandikwa kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza ya kwamba remember the words of prophecy that were spoken to you in the day that the elders laid their hands on you. Kwa hivyo wakati umefika wa kuweza kukuombea, na kabla hatujapiga magoti tusikie profile ya madam, tusikie alizaliwa lini. Leo madam, mtakuruhusu tujue miaka yako. Tunajua hiyo ni nyingi sana. Tunajua ya kwamba wanawake wanapenda kusema ni adult, na lakini leo tutasikia ulizaliwa lini. Please, I hope we have the profile of our sister. We have it. So lead, Pastor Mary is leading it. Soma profile ya Joycelyn Mugure. Alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 1996. Akaingia katika ndoa tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka wa 2020. Ameolewa na Bishop mtarajiwa Benson Gadongo Kamau. Wamebarikiwa na watoto watatu. Masomo, aliingia katika shule ya msingi St. Agnes Primary School na shule ya pili ama secondary school akaingia Gatura Girls. Anahudumu kanisa inaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Sasa tunakaribisha tuweze kupiga magoti. Tumkabidhi Bishop Ben kwenye mikono ya Bwana. Ni watu wanaweka hizi vyote tubili. Asante. Thank you. Mshike mkono. Huyo ni mtakuwa na yeye katika hii kazi ya Mungu. Support one another in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Na sasa ningependa kuuliza marafiki na watu wa kanisa la JCI, watu wote ambao wamekuja hapa kwa sababu ya askofu waweze kusimama wakati tunamuombea, na watu wa kamera mpige picha vizuri. Usiwe na wasiwasi, mimi siwafukuzi, maana hairudiwi, ninafanya once. Na kwa hivyo tungependa tusimame, wale wanaweza. Kama uko na shida ya kusimama usisimame, wale wanaweza tusimame, tuweze kuwakabidhi mbele za Bwana kwa maombi. Kuna kamera nyingine kwa hiyo, na hapa nafasi wanapiga kamera nzuri. Asante sana. Thank you Jesus. Wakati ukifika nakukuwekea tunaweza kuomba dakika moja for this man of God. Maaskofu, ningeomba mkuje msimame hapa chini ya madhabahu hapa kidogo. Na hii maaskofu wale tulikuja muweze kusimama pale chini. Tusimame pale chini, maaskofu wote wale wamekuja. Tafadhali kujeni maaskofu wale wako huko wamekuja kwa niaba yake. Tusimame hapa mbele tuizingire hii madhabahu pale chini. Let's stand down there and as we pray, the bishops, please welcome. It is good to surround this place with the precious oil that God has put upon your lives in the name of Jesus. As we pray for this man of God, wapange vizuri hapa chini karibu na madhabahu. Waweze kusimama hapa na kunyosha mikono yao hapa tulipo. Yesu ni Bwana mtakatifu na mtakatifu. Everybody, let's pray, everybody.
ninaweka mikono yangu juu ya mtumishi wako ambaye umemteua nyakati hizi na wakati huu. Ninamwekelea mikono kwenye kichwa chake katika jina la Yesu, na kugeuza mafikira yake na mawazo yake na akili yake, ndiyo sasa asiwe mwanaume wa kawaida tena kwenye ofisi ya Reverend. Sasa aweze kuingia katika ofisi kuu ya askofu. Baba Mungu, ofisi hii ni ofisi ulisema unaiheshimu na iko na madaraka mengi, na kwa hivyo Bwana ninambariki ya kwamba hakuna kitu chochote kitazuia atekeleze kazi ya askofu, ya kwamba nguvu zote za giza na mamlaka yote ya shetani ambayo inaweza kujaribu kupinga na kuzuia kazi ya Mungu ndani yake, tunaiondoa milele katika jina la Yesu, na kutangaza ya kwamba hatapata madhara yoyote ya kufanya kazi ya Bwana, hatahusika kwa ajali ya barabara ama ajali yoyote, hatahusika kwa shida yoyote, hatakufa. Nikisema ya kwamba tazama, nitatiisha mpaka wasungu chini yako, nitakuletea wasungu wafanye kazi chini yako, nitakuletea missionaries kutoka mbali, nitabadilisha maono yako kuliko vile umewahi kufikiria ama kuwaza. Kile umefanya sasa nitone kidogo, nitakuonyesha na kufungue macho, nikuonyeshe vile utafanya, ndio nitume mataifa kwako, nitume mataifa kutoka nchi za mbalimbali, na watalala kwako, watakunywa kwako, watakula kwako, kwa sababu nitakupatia manyumba mengi yao ya kukaa. Tazama maono yako nimekupatia, hata ukiambiwa hauwezi kuamini, lakini nilikujua. Kisha kwenye tanuru la moto nimekushoma pande zote, na nimekubali kukutumia ili uwe mtumishi wangu na uwe mtume katika kazi yangu. Hivyo ndivyo Bwana amesema juu yako, na sasa naomba upokee nguvu ya Mungu juu yako. Shaka tunakupokea na kukuweka katika ofisi ya Reverend katika jina la Yesu Kristo, na kugusa kichwa yako na kubadilisha mawazo yako yote na mafikira yako, ya kwamba sasa ukawaida wa kike uondoke ndani yako, uingie katika nyumba ya mtumishi utakayetumikia wanaume na wanawake. Sasa ninakuweka mikono na kukubariki ya kwamba hakuna jambo litakuwa nzito mbele zako, ya kwamba nimeleta furaha kwako na amani na furaha ya kunifanyia kazi. Bwana anasema juu yako ya kwamba tazama, nimetengeneza mto mkubwa wa baraka kupitia kwako, maana nitakutumia wanawake wengi walio na shida na utasuluhisha shida zao. Tazama, utajulikana kote kote, mwanamke aliye na hekima ya kuongea na wanawake walio na matatizo, na nitakufanya usuluhishe shida zao. Lakini usiogope, uondoe uoga ndani yako, usiogope. Bwana anasema niko na wewe mpaka mwisho. Baba Mungu, kwa maombi hayo na neno hilo na unabii kidogo umenena juu yake, na ashiria nguvu zako juu yake katika jina la Yesu. Let the power of the Holy Spirit come upon you in the name of Jesus. Let the anointing of God cover you. Ninasikia Roho anazidi kuongea juu yako. Kwa sababu Bwana anasema ya kwamba utafungua shule ya kufundisha, nitakupatia uwezo na kufundisha. Bwana anasema nitakupatia mshahara wote utahitaji, na watu wangu watakuwa wanasoma kwako na wanahitimu kunifanyia kazi. Hivyo ndivyo Bwana anasema. Hatujui mambo itakuwa namna gani, lakini Mungu amekuita na mwito mkubwa nchini Kenya, na tunafurahi kuweza kuwa katika ibada ya kukuinua na kukuweka mafuta katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Haya ambayo ninatakasa ni mafuta yale itakuja juu ya kichwa chako. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, katika hii pembe nimeweka mafuta matakatifu, mafuta ambayo nimetakasa, mafuta ambayo nimeombea itakasike mbele zako katika jina la Yesu, mafuta ambayo Bwana ninaomba nikuje juu ya mtumishi wako, ili popote atakapoenda ataheshimiwa na ulimwengu, na ataheshimiwa na watu wa Mungu, ataheshimiwa na watu wa dunia, na ataheshimiwa na watu hawajaokoka. Ninaomba ya kwamba ataheshimiwa na wazungu, ataheshimiwa na watu weusi, ataheshimiwa na Asians, ataheshimiwa na watu wa aina yote. Na Bwana, mambo yote utafanya kwake utambariki. Hata siku zile utampatia ndege ya kuhubiri, itajulikana ya kwamba mafuta ile ilikuja juu yake, ilitakasa ya kwamba Mungu amekuinua.
kubarikiwa sana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Following your public confession and vow to serve God in the office of a bishop, following the testimonies that were given in this place, following the words that were issued by servants of God, and even a little loud in this place, I, Harrison, now pour this oil on you as a sign of your consecration day, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ya kwamba Bwana kufanya kazi ya Reverend, mafuta itakuwa imemwagika juu ya maisha yake na Bwana wa mbinguni katika jina la Yesu. Kufuatia maushuhuda mengi yametolewa juu yake, nathibitisha ya kwamba umemwita, na mimi namwagia mafuta hii ya Reverend katika jina la Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, natakasa nafasi hii ambayo inaenda kukuja kwa mtumishi wako, mtumishi ambaye umeteua, mavazi ambayo Bwana ni matakatifu kuanzia siku ya leo, kama vile imeandikwa katika neno lako takatifu ya kwamba mvalishe Aroni mavazi for beauty and for glory, kwa sababu ya utukufu na urembo. Ninaomba mavazi ya kifaa italeta utukufu na urembo atakapofanya kazi ya huduma mbele ya watu wako, atakapodelegate, atakapofanya kazi kubwa ya askofu, atakapoweka wakfu watumishi wa Mungu for beauty and glory. I declare in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Tasaidia. Haya, ninajaribu kuambia Benson msimama pale, mtoe ajue sasa leo sio yule babele, maana mmoja kutolewa na wanawake mkuu. Sasa ni leo ni leo. Sasa utajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Angalia pale hapa, angalia watu wasome, angalia pasame, angalia pale hii toka. Yes Baba, katika jina la Yesu ninatakasa hii nafasi ambayo imewekwa wakfu siku ya leo kwa ajili ya mtumishi wako Reverend. Nimeitakasa katika jina la Yesu na kuiweka wakfu ya kwamba kuanzia sasa akisimama mbele ya watu itakuwa for glory, itamletea heshima ya kwamba ataheshimika akifanya ile kazi ya huduma umemtundika siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Ninakufalisha hii kola ili uweze kufanya kazi ya Bwana ukiwa na mavazi rasmi ya kiraji, na ili ukisimama mbele ya watu heshimiwe utakapofanya kazi yote na uwe na nguvu. Mungu akupende. Kuvalishwa nguo na mwanamume yote isipokuwa mzee. Leo ukiwa sasa wewe umekuwa wa Kristo na utahudumia wanaume na uhudumia wanawake, na nimekufundisha hii kola katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kuanzia siku ya leo ambapo nimekufundisha hii kola ufanye kazi ya Mungu.
Tuketi dakika moja. Sasa ninataka kuchukua fursa hii niweze kumkabidhi authority staff ya JCM ambaye siku ile atataka kulitaya, atapatia bishop yule ataingia. Na kwa hiyo nimekukabidhi mkwajo katika jina la Yesu Kristo.
inakukumbusha siku ile nilikuweka wakfu. Hii Biblia ukiweka kwa nyuma hiyo inakukumbusha siku ile nilikuja hapa tukakuweka wakfu katika jina la Yesu. Okay. Kazi ya Bwana, ukipata mgonjwa unampaka, ukiitwa mahali dedicate kiwanja unamwaga mafuta, unamwaga mafuta hii kwenye wagonjwa unawapaka, na kazi yote inahusika katika ofisi hiyo ya Askofu Benson Gabongo. Certificate hii ni ya kudhibitisha kazi ile yote tumefanya siku ya leo, ambao nimeweka sahihi ya kwamba nilisimamia ya sasa anaweka sahihi ya consecration na anaweka sahihi kama msimamizi. With Jesus Christ Compassion Ministry, by the laying on of hands and anointed with oil, and has all the responsibilities and rights of a minister of the gospel as a bishop given this day today. God bless you. Bishop, kabla sija kupresent kwa watu Bishop, bado nina zawadi yako ambaye nitakupatia, na kabla sija kupatia zawadi yangu nitakupatia authority. Harrison Kingana, confer upon you the authority to ordain ministers of the gospel, oversee the Church of Jesus Christ, represent the church in your new capacity as your grace, eminent Bishop Benson Gabongo Kamau. Congratulations. So sasa tukialika askofu kwa madhabahu, tutakuwa tunasema His Eminence, His Grace Bishop Benson. I want to give authority to Mother. This is the authority that has come with your new office. Authority. I, Archbishop, on behalf of the Church of Christ, confer upon you the authority to baptize, bury the dead, lay hands and dedications, ordain leaders in your church, and everything that is done in the pastoral office, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Sasa kufanya kazi ya Bwana bila kuogopa, na mimi na ministry yetu tumesema ndio tutakuwa wa kwanza kukupatia zawadi ya shilingi 200,000 mkiwa na mke wako. Your ordination has been accepted, your consecration has been accepted, and now it is my great pleasure to present you before the people of God. Please stand around and face them.